Mungu alimruhusu ili kujua, je, Ayubu anajua baraka au anafikiri baraka ni hizo mali nilizompa, ni hizo mali alizotafuta. Ayubu alikubali kujaribiwa, akanyang'anywa kila kitu. Alibakiziwa mtaji wa mke, watoto wakafa, ng'ombe wakafa, kondoo wakafa, mbuzi wakafa, kuku wakafa, bata wakafa, kila kitu kikaisha. Ayubu akabaki peke yake na mke wake. Mke naye ambaye ni mtaji, naye akataka kumwacha Ayubu. Anaambia, mkufuru Mungu gani huyu? Amechukua vitu vyetu vyote. Hata kama ni wewe leo ungeshakimbia kanisani. Lakini baraka ni maneno kwako. Ayubu alipomaliza kupita kwenye majaribu, Mungu akapima moyo wake kwamba anakumbuka baraka ambazo amempa. Alimrudishia mara 2 yake. Kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza pale mpaka wa 3 kidogo. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikiao, akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, na hao watu waliowapata huko Harani wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Wakapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu mpaka Shekemu, mpaka Mwaloni wa More, na wakaanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako utawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyotokea. Angalieni, na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni hapo mtakapoyasikiliza maagizo ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo. Na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu, mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo, kwa kuandama miungu mingine msiyoijua. Amen. Yesu asifiwe. Alikuwa anatoa maagizo kwa wana Israeli nani? Musa. Ni Musa, si ndio? Na mimi leo sinawapa maagizo badala ya nani? Ya Mungu. Maana yake ni nini? Ninachoambia leo kwamba baraka hazipo kwenye fedha. Baraka iko katika kumsikiliza nani? Mtumishi wa Mungu anachokuelekeza. Utakatifu unaleta baraka. Yesu unakaposikia maagizo automatically anakubadilisha. Ni neema ya Mungu. Ndio maana watu wengi leo wamekengeuka, ndio maana walokole wengi leo wameharibika, kwa sababu wamesikia sauti nyingi. Kilichoharibu walokole leo ni sauti. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, punda amjua bwana wake. Punda anamjua nani? Bwana wake. Hata kondoo utamfungulia hapa jioni, amerudi nyumbani yuko anatafuta kuingia ndani. Lakini mwanadamu hajui sauti ya bwana wake. Yeye atasikia sauti ya ng'ombe, ya mbuzi, ya zitamchanganya. Abrahamu alisikia sauti ya Bwana Mungu, akaondoka. Hautatetereka tena. Amen. Hata ikichelewa, anasema enyi wenye kuningoja msichoke. Nikumbusheni ahadi niliyokwisha kuwapa. Mimi bado namkumbusha Mungu kwa habari ya watu walionionyesha maelfu nikiwahubiria. Mali alipopewa hekima, mali zilikuja automatically. Watu wengi wanatazamia kuona baraka kama wameshika mkononi. Moyo wa mtu tu ukiwa msafi ni zaidi ya baraka. Moyo wako ukiwa msafi ni zaidi ya nini? Ni zaidi ya baraka.
Baraka ni kusikiliza maagizo. Maagizo hayo yamana, kuna wakati naweza nikamwambia mtu, naona kabla mwaka hujaisha Mungu anaenda kukubariki 1, 2, 3. Yule mtu akitii vizuri, akakaa kanisani vizuri, akawa mtii katika kutoa, akawa mtii katika kuabudu, hizo baraka lazima ziwe juu ya maisha yake. Na ndio maana watu wengi wanakuja hapa wakiwa zero, baada ya muda wameinuka. Mimi nasikiliza maelekezo. Na kuna watu wengine wamemwacha Mungu kwa sababu baraka zimechelewa. Yesu atusaidie. Na kuinuka kwako kukawashtue, kukawashangaze. Na mimi nakufunika kwa kitambaa cha nabii kule kwenye ulimwengu wa roho. Hawataiba cha kwako, hawataiba baraka zako, hawatatumia neema yako, hawatatumia nguvu zako, hawatatumia fedha zako, hawatatumia uchumi wako. Hautaibiwa kizembe kwa jina la Yesu. Amen. Kila atakayetaka kukuibia atamwona nabii Vero mbele yake, naye atatetemeka kwa kupigwa na radi katika jina la Yesu. Bwana amenipaka mafuta kuwabariki watu. Na sio watu moja tu, na taifa lote. Ambao watu wote waliomtafuta Bwana lazima wabariki. Kinachotakiwa ni sauti. Uisikilize. Sauti kwa sasa inasema nini? Amina. Halo. Amen. Utafanya kazi kidogo, utapata baraka nyingi. Amen. Utaanzisha biashara ndogo, utapata pesa nyingi. Amen. Kwa nini? Umesikia sauti. Wana wa Israeli waliposikia sauti, hawakuhangaika tumchinje nini. Elia aliposikia sauti kwamba ni saa yake ya kushinda, automatically alichokifanya, alienda kwa yale majamaa, nipeni ng'ombe mmoja na nyinyi chinjeni mmoja. Alafu yale madude ni majinga, yale miungu ya baadhi ni majinga kweli. Yesu asifiwe. Amen. Hajua kuna mtu mjinga kama shetani. Shetani ni mjinga, alafu ananga hata amani kwenye hii dunia. Unajua kwa nini ni mjinga? Yaani wao Elia amewaambia nipeni ng'ombe mmoja, alafu Elia yuko peke yake kama mmoja, si ndio? Alafu wao wako ngapi? 450, si ndio? Amen. Alafu wanasimama na ng'ombe mmoja. Walitakiwa wasimame na nini? Na ng'ombe 450. Elia akasema hapana, wachinja kirahisi. Maana Mungu anapokea sadaka kubwa. Amen. Kwa Elia ile sadaka ilikuwa kubwa. Amen. Kwa miungu ya bahari ile sadaka ilikuwa ni ndogo. Watu 450 natoa dume mmoja. Imagine, huo si ujinga. Na mmetendwa kwa akili na mtu wa Mungu live yani. Yaani mnatendwa kirahisi, kizembe mno. Wangemwambia hata Elia turuhusu hata at least 20. Akasema huyu si yule alikimbia kwa mwanamke wa Serepta. Acha tuone achinje huyo ng'ombe wake. Tuone nini kitatokea. Elia ana sauti. Ameambiwa rudi, nitakupa nguvu ya kumaliza hiyo miungu 450. Chinjeni ya kwenu, wakachinja. Haya, muiteni Mungu wenu. Alafu anawakejeli mwanaume anatikisa. Badala ya hiyo ongezeni sadaka, sema labda amelala. Mwamsheni. Akajichanja nyembe. Hapa bahari atanyanyuka hakuna. Wakagalagala chini. Labda miungu ya bahari itanyanyuka hakuna. Akasema sasa vipi? Ngoma imekaa nimefeli. Akasema haya, zamu yangu. Yamkini hata aliwaamuru kwamba haya nisaidieni kuchinja. Wakachinja fresh. Akasema leo ndo tunamaliza Elia. Hamna, chinjeni kamaliza. Akasema ili sasa tulisema sadaka inatakiwa Mungu atoke alambe ashushe moto ale sadaka. Sasa tufanye kitu kimoja. Mwageni maji kwenye hizo kuni ili msije mkasema Elia ameweka petroli. Wakachukua mapipa na mapipa kafanye loanisha nyama na maji yake na kuni zake na kila kitu. Akasema sawa. Akasema sasa namuita Mungu wangu. 1 sadaka ikaliwa. Nini ilitokea? Walichinjwa, waliachwa? Walichinjwa. Yesu asifiwe. Amen. Ukisikia sauti unaweza kumaliza maadui zako. Amina. Ukisikia sauti tu inaweza kumaliza kijiji chote. Amina.
Tumeelewana vizuri? Amen. Baraka yako yoyote iliyowahi kuchelewa ninairudisha katika jina la Yesu. Amina. Hata kama wachawi walikula baraka zako, ninawanyang'anya katika jina la Yesu. Amen. Hata kama waganga walikula, ninawanyang'anya katika jina la Yesu. Amen. Ninakukabidhi maduka ya jumla, ninakukabidhi magari, ninakukabidhi majumba, ninakukabidhi biashara za nguo, ninakukabidhi biashara kubwa kubwa, supermarket makubwa, ninakukabidhi vitu vya thamani katika jina la Yesu. Ninakuheshimisha Tanzania, ninakuheshimisha nchi ya Tanzania, ninarudisha vitu vyako vyote adui alivyokula katika jina la Yesu. Wakainuke watu wa kukuletea fedha wewe. Haleluya. Wakainuke watu wa kukupa vitu. Soon. Mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, ninakuzungushia duara la baraka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sikia sauti hii ya nabii kwenye masikio yako. Ninakuzungushia baraka katika jina la Yesu. Ninakufungulia mipaka uliokuwa umewekewa. Kuna wengine wamechorea mipaka na wachawi. Naondoa hiyo mipaka. Amen. Wengine wamewekewa mipaka na maluminati. Naondoa hiyo mipaka. Amen. Free in the name of Jesus. Amen.